Hapa mmeona wamekuja mashekhe mbalimbali, wamekuja maaskofu mbalimbali kuzungumzia amani na umuhimu wake, kuzungumzia uzalendo, kuzungumzia umoja na mshikamano, kuzungumza mambo mbalimbali, mada mbalimbali mmesikia. Ile yote ni kuona kwamba sisi ndio wajibu wetu kama viongozi wa dini, lazima tufanye mambo ya namna hiyo, sio kuachia tu jambo linapita au kuogopa kwamba tukifanya hivi tutaambiwa hivi. Sio kazi yetu. Kazi yetu kuambiwa siku zote, na siku zote sisi hatuwezi kuogopa, kwa sababu wakati wote tu mtu atasema. Hakuna kiongozi hata mmoja aliyekuwa mzuri. Hata hiyo mitume huko nyuma imepata taabu vile vile. Mtume wanasemaje yule mtu, waramahu bil hijara hatta khudhibat bidima'in ala, tumepigwa mawe mpaka viatu vyake na nguo zake zikaroa damu chepe chepe. Sasa nani mtu anaweza kufikia nafasi mpaka kumpiga mawe mtume wa Mungu? Nabiiullah Isa alayhi salatu wasalam, ni mambo mangapi makubwa mazito yaliyomkuta? Kwa hiyo sisi tumefanya haya kuitana viongozi wa dini pamoja kuangalia mustakbal wa nchi yetu ya Tanzania na kuwaelekeza watu lipi lenye maslaha katika kutunza amani yetu, kujenga uzalendo, mambo ambayo ni lazima mtu awe nayo. Ukiwa na uzalendo utatunza amani, na kutunza amani ndio dini utafanya. Utaswali, utafanya ibada, utamuomba Mungu. Yawezekana kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu amani ipo. Lakini kama amani hakuna, hilo la kuswali, la kusali, la kufanya ibada za aina yote hakuna, huwezi kulifanya, kwa sababu amani hakuna na uzalendo wewe huna, na ndio maana unafikia katika kitu cha namna hiyo.